itumike, na ndio maana Mungu anatupea nafasi nzuri ya kuwa tunaweza kufika hapa, mimi nikiwa Samuel Barasa pamoja na ndugu wenzangu, tunahubiri tu ile neno ambalo ni la Kristo, Biblia takatifu, vile ambavyo Kristo mwenyewe anavyotaka. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunaweza kuyafunua maandiko hayo, sio kwa sababu ni sisi tunayafunua, bali ni kwa uwezo ama ni Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, ili sisi tuweze kukuja katika elimu ya Mungu. Kuna elimu ambayo ni ya Mungu, na pia kuna elimu ambayo ni ya kibinadamu, na kuna elimu ambayo ni ya kishetani. Na yule mwovu ambaye ni shetani anafundisha elimu yake ambayo ni kinyume na elimu ya Mungu, na anatumia vitu vya Mungu na kuibadilisha. Unajua anabadilisha, Biblia inasema amejifanya hata kawa kama mwana malaika wa nuru. Kwa hivyo anaweza jibadilisha sana, hata kavaa mavazi ambayo amevaa, lakini ndani yake yeye ni adui ambaye anapinga kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana ya kuwa anatupatia nafasi sisi kama watoto wake tujifunze neno lake kwa ufasaha na tuweze kupata elimu yake, tuokolewe na mtego ya mwovu shetani. Mungu yuko tayari kuokoa kila mmoja ambaye yeye pia yuko tayari kukubali aokolewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakukaribisha sana katika ibada ya siku ya leo. We thank our God for that. Kwa hivyo tunaweza kuanza, na wacha tuanze kwa maombi. Let us pray. Thank you, our living God, our Father Almighty, King of Kings, Lord Almighty, I thank you. I glorify your name above every other name. You are the Elohim Adonai. You are Yahweh, Father, you are. There is none like you, and there will never be anyone like you. I worship you, God. I glorify your name. I lift up my voice and say, God, you are Elohim. Thank you for this day, this time, this particular moment that, Father, you have granted unto us. This a very golden opportunity, Father, that you have shown your love, that God, you release and gave your Son for the sacrifice of our sins. Elohim, we say we ask for forgiveness. Father, forgive us, wash us away the blood, wash our sins away by the blood of the Lamb, your Son. We accept your Son as the light of our lives, and we are going not to walk in darkness. Thank you, Father. Thank you, Elohim. Na kushukuru Mungu kwa nafasi hii ya ibada ambayo iko mbele yetu, na neno lako Baba, ambayo Baba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utazungumza nasi na utatusaidia ili tuweze kuelewa kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu na Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo meomba na kuamini. Amen. Amen. Maisha ya binadamu na haiwezi ikatembea tu kutoka sehemu moja hadi nyingine, ila ipate nafasi ya kupewa
ili ifike, bali Roho wa Mungu yeye yuko, yeye aombi nafasi, yeye yuko na yuko pamoja na kila mmoja, anazungumza na maisha ya kila mtu na anaongoza kila mtu. Na maisha yetu ikiwa hivi tofauti, kuna mambo ambayo tunayapitia na maisha haya tukiishi, as we continue living this life and knowing there is to die, na kujua kifo iko na hakuna kuitoroka, iko mbele yetu, kila mmoja wetu, kifo iko mbele yetu. Lakini tena kuna nafasi ya mtu kuchagua. Umepatiwa nafasi ambayo wewe ama mimi nifae nichague ni wapi maisha yangu baada ya kukufa itakuwa, mahali ambapo nitakuwa nafurahia ama mahali kutakuwa na kulia na kusaga meno. Hakika Mungu yuko na yeye anatawala, na tuache elimu ambayo ni elimu ya uongo, elimu ambayo inapotesha watu. Maana kuna elimu ya kibinadamu na elimu ya kishetani ambayo inapinga elimu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuna elimu ambayo ni tofauti na inapinga elimu ya Mungu, na inapinga kwa kiwango kikubwa sana, na usipokaa vyema utajikuta unafuata elimu hiyo. Kwa hivyo kwa elimu ya Mungu kuna kitabu moja sana, kitabu ambacho kinauzwa sana. It is the most selling book ever, and also is the most stolen book. And pia kuna mambo kadha wa kadha. Kitabu hiki ni neno la Mungu, neno ambalo ni takatifu sana, Biblia, na inaathiri kila kitu, and everything is subjected to God and to the word of God. Kila kitu yote iko chini ya Mungu na chini ya neno la Mungu. Hata hii mimea, ndege wa angani, wote wako chini ya neno ya Mungu. Lakini binadamu pia wako chini ya neno la Mungu. Lakini wengi wetu tunachagua ya kuwa tunataka tuishi maisha ambayo hatuna Bwana, hakuna mtu mkuu wetu. Lakini mambo ni mawili, aidha umtumikie Mungu ama upende na usipende, na utake na usitake, utamtumikia shetani. Hiyo ni jambo ambayo ni wazi wazi. If you either serve God or in any other way, whether you like it or not, whether you choose or not, you will serve the enemy, the devil. And the devil is not a friend to anyone, and he will never be a friend to you. Never lie to yourself that the enemy will be a friend to you. Only Christ said he is our friend. Kwa hivyo elimu ya Mungu ni Biblia takatifu. Pale mwanzo Mungu aliumba mbingu na pia akaumba nchi, mahali ambapo tuko hapa. Akaumba miti, akaumba jua, akaumba pia na mwezi, akaumba na hewa, akaumba bahari na maji. Aliyafanya pia na mwangaza, nuru, ndege, aliwaumba yote kwa uwezo wake. Akafika akamuumba binadamu,
Anasema katika Mwanzo 1:26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nchi ni hapa mahali tupo. Utawale ndege wa angani, utawale samaki wa baharini, utawale na nchi yote. Na katika hali ya kiroho ndio uweze kuelewa sana, ambapo Mungu anasema utawale samaki wa baharini, ni ya kuwa utawale hayo maroho ambayo yanatokana na ulimwengu wa baharini, the marine kingdom, utawale juu yake. Na ni pale wewe utapata elimu ambayo ni elimu ya Mungu, na uitilie maanani kuyashika na kuyafuata hiyo elimu ya Mungu, na kujua kuna nguvu katika Mungu, na hakuna nguvu inayoshinda nguvu ya Mungu, na hakuna uwezo na mamlaka itakuwa juu ya Mungu, na hakuna ufalme wowote ambao utakuwa juu ya ufalme wa Mungu milele na milele. Tutaona ufalme wa Mungu ukidhibitika milele na milele na ukisimama, lakini ufalme wengine yote yatapita, maana mambo yote yatapita. You can rule over the spirit of the waters. Unaweza kukuwa kiongozi na juu, kukuwa na kumiliki dominion, because God created us and put that in us. Mungu alituumba na kuweka hiyo ndani yetu, lakini bila uwezo wake na bila mamlaka yake ni vigumu uweze kukua juu ya ile maroho ya baharini. The false prophet know about the spiritual things. There are many people who are serving the enemy. Kuna watu wengi wanaomtumikia shetani na wanajua mambo, wanajua kuhusu wanyama ambao iko na maroho tofauti tofauti. Basi katika hiyo ulimwengu wa baharini kuna majini, na majini watu wengi wanatumia ili kupata fedha, na shetani ana kitu ya kupeana. The devil has nothing to give. The devil has no life, has no anything. The Bible says in Psalms 24 that all of the earth is of God. Even the Bible says that silver and gold belongs to God. Everything was made. If you read on Colossians chapter 1:15, everything was made through Jesus Christ, the invisible and the visible. Everything was made to him. Maana vitu vyote ni vya Mungu. Shetani ana kitu cha kupeana. Shetani anaiba nguvu na uwezo wa watu wa Mungu. Watu wa Mungu sisi wote tumepatiwa kila mtu talanta yake, na kila mtu amepatiwa uwezo wake. Everyone has something ambayo inatokana na karama ya Mungu juu ya maisha yako. Lakini mwovu shetani anaiba moja, kama una elimu ya Mungu ya kujua kuna mambo ya kiroho. Pili ni wewe unafunga masikio, unasema mimi sijali kuhusu hiyo mambo ya Mungu ama ya shetani. Mimi siamini shetani na siamini Mungu. Sasa hapo ndio shetani anapenda, hapo ndio anafurahia. Wewe usijali kuhusu kumwamini na kuamini Mungu, hapo atafurahia sana, maana atachukua advantage ya kukuja katika mlango wa nyuma na kuiba ile ni kifaa ambacho ni chako. The enemy will steal from you, na aende apeane wale ambao watatumia hiyo majini
kupata mali. But we have the Spirit of God. We conquer by the Spirit of God and the blood of the Lamb. We are more than winners. We are more than conquerors. Tunaongea hivi kwa sababu ni Mungu ametuhakikishia, sio sisi, ya kuwa tutatawala ndege wa angani na samaki wa baharini. Utajiri wowote ule wewe unahitaji ama kufanikiwa, maana hakuna mtu apendi kufanikiwa. Kila mmoja wetu tunaamka asubuhi kutafuta ili tufanikiwe, siku moja tuwe sehemu ambayo ni zaidi. The power God has given us, but you come in to realize that you are a child of God, the ruler of everything. Wewe ni mtoto wa Mungu ambaye ni kiongozi wa vitu vyote. Mbona unateseka? Biblia inasema yule mhubiri ameona jambo la kuhuzunisha, ya kuwa wenye mali ndio wanatembea kwa miguu na wale watumwa wanatembea kwa farasi. Saa hii farasi ni gari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe unaweza ukahangaika na maisha yako, na kwa sababu hujejua elimu ya Mungu na ile Mungu amekuwekea, you have not known what God has set for you, na utadanganywa na watu wengi. Ndio maana leo tunaenda kusoma na kujifunza ni nini Mungu anataka kutoka kwetu ili sisi tufanikiwe. Bwana asifiwe. Ni sisi kujua sisi ni akina nani, ambao tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, na tumepewa uwezo wa kutawala vitu vyote. Hakuna roho ambayo itaweza kutushindana na sisi. Wewe ujue ya kuwa, ujue ujali ama usijali, our lives are influenced by spirits. Na kuna roho wa Mungu ambaye ni roho wa kweli, roho wa nguvu, anayetusaidia kushinda. Mapepo ya angani ama ndege ya angani ndio mapepo ya angani ambayo inarushwa na waganga na wachawi. Unaweza kuistamili. Wewe unaweza kuwa unahangaika hapa sana, maisha yako unahangaika maisha ya kuombaomba maisha, lakini kuna mtu anafurahia ile kitu ambacho ilikuwa chako, lakini wewe ulikosa kujua wewe unafaa kutamalaki ama kutawala na kupata iliyo yako. Na sisi kupatia muovu shetani nafasi ni maisha ya dhambi. Hapo ni nafasi ambayo muovu anatumia. Ya pili ni wewe kusema mimi sijali na utaki kujua kuhusu hiyo. Hapo pia najua wewe hauwezi ukachukua panga na rungu na ukatafuta shetani tutampata. Na yuko tu akitumia watu wake ambao wamekubali kumtumikia ili kuathiri maisha yako. Ukisoma Mwanzo 1:28 Biblia inasema Mungu akawabariki, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Unaona, Mungu amesema pale tu alipoumba binadamu akaambia zaeni na muongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kwa Kiingereza inasema be fruitful, multiply, replenish and fill the earth, subduing everything, the birds of the air, fish of the sea. Kwa hiyo Mungu wetu anataka tuweze kukua watu tumefanikiwa. Topic ya leo ni financial freedom. And there is godly success and there is the mammon, satanic, worldly success.
Kuna kufanikiwa ambayo ni njia ya Mungu na kufanikiwa ambayo ni ya kidunia na ni ya kishetani, na Mungu wetu anataka tufanikiwe. Kwa hivyo Mkristo ambaye umeokoka na umekiri Yesu Kristo ni Bwana, ama yule ambaye unatarajia na unatamani kuokoka, wewe jua Mungu yeye kwa makusudio yake ni wewe ufanikiwe. Sio ya kuwa uishi maisha ya kuteseka. Maisha ya kuteseka tutaishi kwa sababu hatuna elimu ya kujua ni nini ambayo inatupasa. Hapo ndio tutaishi maisha ya kuteseka. If you need financial freedom, you have to come into understanding that God, the Almighty, the possessor of everything, heaven and earth, all spirits, is the possessor of everything, and he has set you, amekupatia uwezo wa wewe kuongezeka, wa wewe kuzaa. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo yanafanyika na mambo ya kuweka watu katika hali ya utumwa. Wengi wetu tumewekwa katika hali ya utumwa sana, na ni kwa sababu tumekosa kujua elimu ya Mungu na kujua kile Mungu anataka kuhusu maisha yetu. Na hivyo miaka mingi tumeteseka sana. We are suffering a lot, and you are a child of God. Unafaa uanze kujua kuhusu mambo yako, na kuhusu kufanikiwa pia inaendana sawasawa na mawazo yako. Mawazo yako iko aje? Unajua, kabla nyumba ijengwe, huwa ni mtu alifikiria hii nyumba itajengwa hivi. Kabla barabara itengenezwe, inatokanga kwa mafikirio ya mtu. And we see how people are so creative. Unaona hii gari vile imetengenezwa hivi, ni binadamu kama mimi na wewe alifikiria na kuitengeneza. Hata na wewe unaweza kukua very creative so that you can be so successful. You can multiply your wealth. Kufanikiwa, tunaweza kufanikiwa na Mungu ajepungukiwa na utajiri wa kutusaidia, na hata hatawahi pungukiwa, na yeye anaweza kutusaidia kwa njia ambayo yeye anataka, sio kwa njia ambayo ni elimu ya kibinadamu, elimu ya kishetani. Jue kuna hiyo elimu mbili ambayo ni potovu, ambayo inatupotosha katika ile uwezo wa Mungu wetu Baba. The financial freedom, ama kukua huru katika mambo ya kifedha, mambo inayohusiana na hali yako ya kifedha. Na ukiweka mambo haya uyatilie manani na uyafanyie kazi, matokeo yataonekana kwa siku chache. Maana wale wanatembea kwa mapenzi ya Mungu na kufanya mambo na kumwomba kulingana na mapenzi yake, hakika Mungu achelewi kujibu. If you act according to the will of God, He will never delay to answer your prayer. Kitabu cha Yoshua 1:8 ndio tujue, kwani ni kuenda kufanya kazi ndio uweze kuwa tajiri, na utajiri Mungu ametuhakikishia ya kuwa anaweza kutupea, na hata ashatupatia. Is only we submit to His will. Maana binadamu alikuwa amepatiwa yote. Unaona,
Mungu aliambia binadamu kula matunda yote, lakini hiyo tunda ambalo ni la mema na mabaya usikule. So God has given us all that we want, all that we need, lakini sisi tunachagua ile ambayo ni kidogo sana. Tumepatiwa mingi, lakini sisi tunachagua ile njia ambayo ni ngumu na sio njia ya Mungu. Kitabu ya Yoshua 1:8 Biblia inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikiwa, utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa Kiingereza, so that you may be prosperous. Bwana asifiwe. Na imeanza kusema hii kitabu ya Torati, Mungu ana njia zake, na sheria zake, na wale wataifuata hiyo njia, sheria zake. Torati, sheria ni Torati. Yes, we acquire salvation by grace. Salvation is by grace. Faith without action is death. So that we have faith in Christ, we are imputed to us righteousness. Tukiwa na imani kwa Yesu, tunawekewa kukuwa watakatifu, wenye haki wa Mungu. Anatuwekea utakatifu, lakini ndio hiyo imani yetu ionekane ni imani, matendo yafuate imani. Biblia inasema usiabudu miungu mingine ila yeye. Kuna Mungu mmoja, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Huyo peke yake ambaye anaishi katika kiti chake cha enzi akutawala mambo yote, ndiye ambaye anastahili kuabudiwa peke yake, na yeye ana sheria zake. Na anasema hiyo sheria binadamu akiishika, kisha word of God daily, day and night, usiku na mchana, Mungu aliambia Abrahamu, toka nje, angalia juu, hesabu hiyo nyota yote. Ukiweza kuhesabu, hiyo ndio kiwango ambacho jamaa zako ambao wanakuja watakuwa. Your descendants shall be as many as the stars. Wakati wote kwa miaka 25 Abrahamu alikuwa anaendelea kutoka na kuangalia na kuhesabu nyota, na kwa njia hiyo alikuwa na meditate upon that God has said, my descendants will be many as the stars of heaven. Kwa hivyo vile Bwana amesema uzae uongezeke, uweze kufanikiwa, anasema commit your plans and God. So vitu zako unampea Mungu na una meditate upon the blessings of God, the promises. Meditate upon it na kuomba kuhusu hiyo. Meditating upon the law of God, the word of God. Kitabu ambacho ni Torati ni maandiko, Biblia. Hii ndio kitabu ambayo ni Torati ya Mungu, ambayo kila mmoja wetu tunafaa tusome na tuweze kuitafakari usiku na mchana. Tuingiapo nyumbani, tutokapo, twende masokoni, mijini na mashambani, popote tuyaweke kuitafakari. Unajua
Nimekuambia kuna elimu ambayo ni ya kibinadamu na kuna elimu ambayo ni ya kishetani, na pia huyu mwovu amejua njia ambayo anaweza kukufikia. Kuna milango ambayo wewe unaweza fikiwa, kama saa hii kwa macho yako unaniona, kwa masikio yako unasikia hii mahubiri. Kwa hivyo mahubiri haya inaingia kwa masikio yako na inaingia kwa moyo wako. Moyo wako ni subconscious mind. It is the subconscious mind. That is your heart. The Bible refers to your subconscious mind as the heart. Na ikiingia kwa moyo wako ndio inazaa matunda. Na huyu mwovu anajua, ama kuna mtu analipwa akiona vipindi ambayo inaitwa entertainment. Nani huwa analipwa? Kuna mshahara mtu analipwa, na ukiona uishi ukiangalia hiyo entertainment masaa 12, masaa 24 na masiku, kuna faida unaleta kwa maisha yako. Kuna siku utafikia wale ambao wana utajiri. Kwa hivyo ukitaka njia ya utajiri ambayo ni ya Mungu, pia lazima uangalie masaa ambayo Mungu amekupatia. Maana time and opportunity has given to every man. Usishangae kwa nini watu wengine wanaendesha gari na wewe bado. Inakubaliwa na maandiko. Kuna vitu vingi tunaweza ingia katika biashara ambayo tunaweza kufanya. You have something you can do in business. Na kazi hawezi ukaachia urithi kazi. You cannot commit your job to your children, but your business can go down to your children. Na mifano ya biashara ambayo unaweza ukafanya, kwa wale ambao wako na mashamba, unaweza kuwa mkulima na umtangulishe Mungu mbele, so that your ways may be prosperous. Biblia inasema Abrahamu alikuwa tajiri wa mifugo na fedha na dhahabu. Kwa hivyo hata Yakobo alikuwa na utajiri wa mifugo. They were farmers wa mifugo, walikuwa wakulima ambao ni wa mifugo, na walikuwa matajiri sana. Pesa katika kufanya mambo biashara katika njia ya upanzi. Ingine ni mambo ya chakula. Kuna kuuza mboga, kuna kuuza cereals, mahindi, maharagwe. Fanikiwa na mwisho wa siku kazi inaweza isha, lakini biashara yako, na Biblia inasema nani ameudarau mwanzo mdogo? Na hata Mungu atakangi kitu kubwa. Mungu alichagua tu Abrahamu mmoja, lakini wana wa Israeli wakitoka Misri walikuwa watu zaidi ya 1600. Yeye hataki vitu vingi. Wewe tu umetafakari, umeshika neno na torati ya Mungu, auabudu Mungu mwingine, unaabudu Mungu, unatii wazazi wako, wewe unafata kutii sabato ya Mungu, wewe haufanyi mauaji, wewe hauibi, haufanyi ufisadi, wewe haushiriki katika usherati. Yani torati ya Mungu ambayo ni neno lake unaishika. Mekwambia we get righteousness by faith, but our works prove our faith. Matendo yetu ndio inatoa ukweli
ya imani. Ndugu yangu, ukitaka kufanikiwa, chukua njia ya wewe kufikiria. Kaa chini na ufikirie. You can be so creative. Wengine wetu unaweza kuwa una elimu ama una hekima kwa kiwango ya vitu fulani, na kuna watu wanahitaji. Kwa mfano, kwa wale ambao tunasomea kupika, kuna watu ambao hawajui kupika. Mtu angependa kujua kupika kama pilau, na wewe unajua. Vijana wenzangu ambao ama na mtu ambao umejua kuhusu mtandao, uko na simu tu na ununue bundles. Ingia hapo YouTube, TikTok, onyesha watu kupika, na wahakikishe kwa hiyo njia kuna pesa unapokea. You can be creative. Pia kama una uwezo, uko na hiyo elimu, andika kitabu. Hiyo kitabu ukiandika mara moja, the moment inaendelea kuuzwa na kuuzwa, unalipwa na kulipwa na kulipwa. Lakini ukingojea mwisho wa mwezi, mambo haitakuwa rahisi. Maana kwa hiyo njia tunakuwa watumwa kwa kazi. Fikiria vile ambavyo maisha yako ya kifedha itabadilika wewe ukiingia katika mambo ya biashara. Na ni vizuri hata ukifanya kazi uko na biashara yako. That's how utafanikiwa, kwa sababu you are thinking to grow and grow. Unafanya huku kazi, huku uko na biashara yako, 1 2 1 2. Saa hii tena ni vizuri hata kwa nyumba yako unaweka hizo vitu kwa nyumba yako, na unaweka tu hapo TikTok na unafanya deliveries na unaunda pesa, as long as umemtangulisha Mungu. Ndugu yangu, there is very 100% sure unafanikiwa ukimtangulisha Mungu na uko katika mapenzi yake. Ndugu yangu, na kuhakikishia utafanikiwa. Hiyo sio ati ni ile mambo saa hii nafikiria nikimaliza university nitapata, yani napiga ile nitapata kazi ama ndakosa, yani ujui. But to God ni hakika, ya Mungu ni ile sure, si ya kupimia. Hapana, Mungu angalii miaka. Abrahamu alipata kila alikuwa anangojea kwa Mungu hata baada ya miaka mingi. Kwa hivyo tumesema Torati ama neno la Mungu ambayo ni maandiko, ukiishika utafanikiwa. Kufanikiwa ama ujumbe wa wewe kufanikiwa, to be prosperous, ni wewe bidii yako kutafuta na kuishi, kutafuta elimu ya Mungu na kuishi vile elimu ya Mungu inasema. Ingine ni ya kuwa katika Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, Deuteronomy 15, kumbukumbu la Torati 15 kuanzia 4. Deuteronomy 15 verse 4. Kumbukumbu la Torati 15 kuanzia mstari wa 4. And the word of the living God says, lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubariki kweli kweli,
katika nchi akupayo Bwana Mungu wako imiliki iwe urithi wako, kwamba utazisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo kuyafanya, kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa tena. Utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Many countries on Africa are ruled by the white people. Nchi mingi ya Afrika inaongozwa na watu wa kigeni. Sisi tunaona tu hapa tumechagua viongozi, lakini we are ruled by other people. Najua Biblia inasema yule ambaye you will be a servant, the borrower is a servant to the lender. Yule ambaye anakopesha, yule anakopa kwa mkopeshaji atakuwa mtumwa wa mkopeshaji. You will be a servant, a slave to the person who lend you the money. Biblia inasema unafanikiwa wewe ndio unakopa. Saa hii 90% of people in our nation, we are living in debt. Asilimia zaidi ya 90 tunaishi katika deni. Sio fuliza, sio kwa jahazi, sio logbook loan ya gari ya sijui ndio mambo. All of us 90% living in debt. So tulikosea wapi? Turudi tusikie sauti ya Bwana na atatuokoa. Najua anasema mtakaporudi na muitii sauti ya Bwana na munyenyekee, Mungu atawahurumia. Tunaomba Mungu atuhurumie saa hii, kwa maana maisha yetu mahali imefika, imeenda vibaya. Anasema hata maskini hawatakuwa kwa nchi yenu. Kwa nini? Mkishika maagizo, mkisikia sauti ya Bwana Mungu wako na uisikie maagizo. Listening, understanding and doing. Not only listeners of the word, but doers of the word. Those are the one who will be successful. Na ni hivyo ya kuwa tukishika maagizo ya Mungu, hata kukopa hatutakopa, bali sisi ndio tutakopesha. Tukishika, mtu wa Mungu, ukitaka maisha yako ifanikiwe ni kushika neno la Mungu, kushika torati ya Mungu, kuishika na kuitilia maanani, ndipo utafanikiwa. Hakuna njia nyingine. Na njia nyingine ambayo watu wanajaribu kuonyesha, watu wanaimba manyimbo za dunia na kuonyesha wanatupa pesa ya kuwa utajiri unaweza ukapata nje ya neno la Mungu. Hiyo ni uongo. Utajiri unapata kwa kutii neno la Mungu. Na Mithali 4:20, Mithali, Proverbs chapter 4 verse 20.
Our God desire for us to be successful, to be free. Tusikuwe tumeshikwa katika utumwa. Biblia nasema Mithali 4:20, mwanangu sikiza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi ya uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Ulisawazishe pito la miguu yako, na njia yako zote zidhibitike. Usigeuke kwa wala kwa kushoto, ondoa miguu yako maovuni. Bwana asifiwe. Wakati utazisikiza maneno ya Mungu, tege masikio, uiweke katika moyo wako. Where your thoughts are, where your emotions come, your heart is your subconscious mind. Hapo mahali mafikirio yako yanatoka. Na ukiweka neno la Mungu na uko unaifikiria na kuiwaza na kuiwaza na kuiwaza, hapo ndio unapata njia ya kufanikiwa kwa kushika neno la Mungu. Anaambia usiangalie kuume na kushoto, focus on your goals. Angalia ni nini unataka kufanikisha kwa maisha yako, focus on them. Haya, Mungu akikubariki, Mungu amekubariki kwa njia fulani. Najua Yesu anasema, na yule ambaye atakuwa mwaminifu kwa kidogo ataongezewa, na yule ambaye hata sio mwaminifu kwa yake mwenyewe, hata ya mwenyewe atapatiwaje? So when you are faithful kwa ile yenye Mungu amekupatia, Mungu amekupatia gari moja, shamba ama kiwango cha pesa ambaye amekupatia, and you continue applying these principles, you will be more successful. Zaburi, Psalms 41, Zaburi ya 41 linasema, natafuta ya kuwa Mungu atakukumbuka wakati wewe. Biblia inasema heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamwokoa siku za taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa kwa nchi, wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. Bwana atamtegemea alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake umemtandika. Yaani ukiangalia wale ambao wasiojiweza, the poor, there are many poor people, na Mungu amekubariki na mali yako. It is your choice. No one will ever force you, but it's your choice to give to the poor so that God will prosper you. Hata ukiwa wakati wewe ni mgonjwa, Mungu atakukumbuka akuponye. Magonjwa mengine ungepona kama ungesaidia wasiojiweza. Tutaendelea na hii topic because this topic is wide. When you help the poor, wakati unasaidia wasiojiweza, unakuwa ni kama umemkopesha Mungu. Na ukikopesha Mungu, Mungu hawezi kosa kukulipa. Na wakati unaangalia wale ambao ni wajane, mayatima na wasiojiweza, hakika Mungu hawezi kuacha.
Tusifikirie ya kuwa wewe ukitoa 100 yako kwa 1000 yako usaidie the street children or an orphan, ya kuwa utakuwa maskini, so that God will prosper you. Mungu atakufanikisha. Lakini ukificha ile ambayo umepatiwa kidogo, hiyo kidogo utanyang'anywa. Angalia sana. Ingine ni ya kuwa